Kadri unavyoonyesha maisha yako hadharani, ndivyo unavyowapa wengine nafasi ya kukushusha. Huu ni ukweli wa kijamii. Binadamu wengi hawawezi kushuhudia mwanga wa mwingine bila kutamani kuuua. Lakini kuna siri iliyofichwa katika ukimya. Kuna nguvu katika kutoweka, kufanya kazi gizani, kujijenga bila kelele, mpaka siku utakayorudi dunia haitakuamini. Na cha kushangaza, utakapobadilika, hutajali tena dunia inawaza nini, kwa sababu huko gizani utagundua ukweli huu: maoni pekee yanayojalisha ni yako. Mdomo wako unafichua siri zako zaidi ya unavyofahamu. Kuanzia leo, usiongee sana kuhusu maisha yako, si kwa marafiki, si kwa familia, si kazini. Zungumza tu na mtu ambaye una uhakika anakutakia mafanikio au unahitaji ushauri kutoka kwake. Kisayansi, kila unaposema mipango yako kabla hujaitimiza, mwili wako unatoa kemikali ya furaha inayoitwa dopamine. Ni kama umeme wa raha kwenye ubongo. Kila unapopata kitu unachopenda kama like, pongezi au chakula kitamu, ubongo wako hutupa dozi ndogo ya dopamine. Hukupa hisia ya kutosheka kwa muda mfupi na akili yako inataka zaidi. Fikiria mtu ambaye ameanza mazoezi wiki hii, anaamua kuposti picha akisema, safari yangu ya gym inaanza leo. Marafiki wanampongeza, wanamwambia, hongera bro, umeamua vizuri. Ubongo wake mara moja unatoa dopamine. Anahisi kama tayari amefanikiwa, lakini bado hajapata mwili mzuri, bado hajajijenga. Sasa akili yake imepata zawadi kabla ya ushindi. Wiki moja baadaye, maumivu yanamkera, hamasa inapotea na hakuna tena pongezi. Safari inaishia hapo. Huo ndio mtego wa furaha ya haraka. Unaposema kabla ya kutenda, ubongo wako unadhani umeshatenda na unajipumzisha kabla ya kufikia malengo. Furaha ya haraka ni kama cheche, inawaka lakini inazima haraka. Kwa upande mwingine, furaha ya muda mrefu ni kama moto wa mkaa. Unaanza polepole, lakini ukianza kuwaka, unatoa joto la kudumu. Ni furaha ya mwanafunzi anayesoma kwa miaka mingi, ya mfanyabiashara anayeshindwa mara 100 lakini hasimami, ya mtu anayejijenga mwili wake kimya kimya, au anayeomba usiku bila watu kujua, lakini matokeo yakija yanabadilisha maisha yake na watu wote wataona bila yeye kulazimika kuwaonesha. Hii furaha ya muda mrefu inajengwa kupitia maumivu, nidhamu na ukuaji. Ni furaha ya kazi ya kina, ya matokeo halisi, siyo makofi ya muda mfupi. Wakati wengine wanatafuta sifa, wewe tafuta ukuaji. Kama mbuyu, unakuwa chini kwa miaka, ukitengeneza mizizi kabla ya matawi kupaa juu. Kuna utafiti wa Stanford unasema, ubongo unapopumzika kwa utulivu, ubunifu huongezeka kwa asilimia zaidi ya 60. Yaani, kadri unavyopunguza kelele, ndivyo akili yako inavyotulia na kubuni zaidi. Ndiyo maana kimya si udhaifu, ni nguvu iliyotulia. Mitandao ya kijamii inakumaliza taratibu. Kila like, kila view ni kama kipimo cha dopamine. Kinakupa raha ya muda mfupi, lakini kinaua ubunifu wako wa ndani. Tunapoweka kila kitu hadharani, ndoto zetu zinakuwa mali ya umma, na unapoishi kwa macho ya wengine, unapoteza mwelekeo na nguvu yako ya kufikiri. Kama alivyoandika Carl Jung, mpaka utakapoelewa yale yasiyoeleweka ndani ya akili yako, utaendelea kuongozwa na wengine bila kujitambua. Anamaanisha, mpaka utakapoelewa hofu, tamaa na majeraha yako ya ndani vitakuongoza kimya kimya bila wewe kujua. Kujitambua ndio mwanzo wa uhuru. Kuna hali ya kipekee ya akili inayoitwa deep work, hali ya kuzingatia jambo moja kwa nguvu zote bila usumbufu. Ni pale akili yako inapozama, muda unasimama na wewe pamoja na kazi yako mnaungana. Mwandishi Cal Newport aliita uwezo huu the superpower ya kizazi hiki. Yaani, katika dunia yenye kelele, uwezo wa kuzingatia ni nguvu adimu kama dhahabu. Lakini akili zetu zimevunjika vipande vipande na simu. Tuna scroll, tunajibu ujumbe, tunapotea. Hatuna tena umakini wa kweli. Tenga saa 2 kwa siku bila simu. Usianze siku yako na mitandao, anza na utulivu. Soma, tafakari, omba. Kadri unavyopunguza kelele, ndivyo unavyosikia akili yako ikikuletea mawazo mapya. Safari ya kujibadilisha si rahisi, utaanguka, utalemewa, lakini kumbuka, maumivu ndio moto unaosafisha chuma cha nafsi. Utakapojijenga upya, utagundua siri moja: hutahitaji tena kurudi kwenye kelele, utakuwa umekuwa moja na kivuli. Wengine watakuuliza, ulienda wapi? Lakini hutajibu, utatabasamu kimya, kwa sababu sasa unajua, kimya ndicho nguvu ya kweli.